kitu lazima ujitolee. Ndio. Rish, kuna ndugu yangu mdogo ambaye tunakuanga naye nyumbani, alikuwa aende kazi. Ndio. Nyumbani wazazi wako nyumbani wanafanya shughuli zao, mimi niko Nairobi. Ndio. Ikafika mahali alikuwa amepata, sijui aliconnect aje na Rish mpaka wakapatana online, sijui nini juu ya story ya kazi. Mambo ya kujitafuta kama vijana. Ndio. Mambo ya kujitafuta. Ndio. Sijui walipatana aje, akasema yeye amepata kazi, amepata mtu anataka kumpeleka kazi. Ndio. Hiyo mambo ya kutisha commission na pesa na nini, tukamuuliza unataka kwenda kazi wapi? Akasema nataka kwenda kazi Germany ya caregiving. Haya, tukamuuliza wanaitisha commission ya pesa ngapi ama ni nini wanaitisha? Sema bora uko na ID, uko na passport, uko na good conduct na uko na medical. Funguka. Hizo zote tukalipa, tukamtuma pesa. Ndio. Kufika commission, kazi alikuwa anaenda kufanya caregiving Germany, ilikuwa alipwe salary ya 120k. But before ende commission ilikuwa 230. Ndio. Sisi tukafanya venye tungeweza, tunajua kila mtu familia unatakianga mtu maisha mazuri. Kweli. Tukaenda tukafanya 1 2 3 nyumbani mpaka tukauza shamba mbele ya Mungu. What? Mkauza shamba? Ikauzwa. Mungu wangu. Pata hiyo pesa ya commission na kila kitu. Pole sana. Ikapeanwa. Tukapata 200. Ikatumwa. Evidence yote iko, venye sina namba yako nitakutumia nikishamaliza kuongea. Haina shida. Ikauzwa. Ikapeana commission wakatuma kwa Rish kwa hiyo account yake. Ndio. After kesi ikatokea kotini, mara ya kwanza visa imetokea imechelewa, just stampiwa, sijafanya nini, nafaenda naenda mwezi fulani. That was last year mwezi wa 8. Ndio. Wakasema commission imetumwa, haijatumwa, tukatuma. Sijui nini ndio itajika kusign letters, sijui offer letter ya kazi, sijui nini imetuma, tukafanya hizo kila kitu. Ndio. After kesi kutokea, Rish kupatana na wale clients walikuwa committed kwake. One of them was my brother, the small brother. Ndio. Kuna place inaitwa ABC Westlands. Sijui kama mtu anajua ABC Westlands. Napajua client, funguka, napajua. Rish calls my brother, anamwambia I want to have a meeting with you. Wakaenda wakapata ABC Java House, wakapatana, wakakunywa chai na coffee, wakaanza kuongea. Because case yetu ilikuwa tushao file already, because after tupate news ile kitu ilifanyika tukaanza kufile case. Kabisa. Wakapatana na brother. Sijui venye Rish alimuingiza box aje, wakaanza kuongea story ya mapenzi. Rish akampeleka kwa nyumba Gashie. Akampeleka kwa nyumba Gashie. Ndio. They had their time. Sijui bro wangu anifichangi kitu. Najua. They had their time. Vitu walifanya sijui kama bro alikorogewa ama nini. From there bro kakuja akaanza kusema hii kazi siendi, staki, wacha nifanye vitu nataka na maisha yangu, mmenisaidia mahali mmefikia. Utamu walimlipa kupitia utamu kumrubuni. Sijui what happened there. Ndio. Pole kuchunguza pole because I know I take responsibility of my sibling. Yes. Kuchunguza pole na sikumwambia hata niliachana kuangalia simu. Zile vitu alikuwa ameongea na Rish. Rish alimpeleka. Vitu walifanya with another person, they were 3. Mama! They were 3. Funguka client, funguka. 3 Gashie apartments. From ABC to Gashie Simbali, it's within Westlands Road. Ndio. Vitu walifanya ndio kuconvince brother wangu to drop your case. Because of what we had already paid for. Nataka kama Rish na Jamini akuja hapa ani face to face na ni aseme kama ni uongo kitu tunasema, na kama hakufanyia brother wangu shit, ndio hiyo kesi yenye tukao tumefile itoke juu ya pesa tukao tumelipa ya commission, hizo vitu zote muondoke. Wow. Na hiyo wait kidogo. Hiyo kesi ndugu yako alikwenda akaitoa polisi, withdraw. Kama the main sole witness yeye ndio tunalalamikia yeye, kama amesema haiko utafanya nini, na yeye ndio the sole witness tuko na yeye. Baada ya kuingizwa mahali hapaeleweki wakiwa 3. Watu 3. Mwanaume mmoja wanawake 2 au wanaume 2 mwanamke mmoja.
Mwanamke mmoja, wanaume wawili. Mtume Muhammad simama. Wawili. Listen. One time. And I want her to come here aseme kama is the lie. Juu anadanganyia watu vitu hapa, vitu amefanya zinaumiza watu wengi, wengine tumenyamaza mpaka inafanya tuongee. Ndio. Anadanganya vitu mingi hapa mpaka inafanya wengine zinatuma roho, na venye tumepeleka kesi mingi mpaka inafaa tunatoboka, tunafaa tuongee sasa. Asi mimi peke yangu, kuna watu wengi. Mumeuza mpaka land kwa sababu yake. Na bado hajaishia hapo. Huo ni ubakaji. Rich Kamunge wewe ni mwizi. Hatujui hata alifanyia nini kijana, hatujui ni nini ilifanyika. After waende kwa hiyo, waingie kwa hiyo room gashie, sijui nini ilifanyika. Ndio ni vitu. Amwekea madawa, ni mchawi. Uwezi kuwa ni mchawi, Ni mchawi. Sasa huyu kijana ambaye ni ndugu yako ako how old? Ako 22 sai. Mtume ni ubakaji. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ni ubakaji. 22 as small young person. Mwenye amepitia hizo vitu zote, you sacrifice for a person kwenda mahali ajenge maisha yake. Wewe mwenyewe hata bado unangangana, lakini una sacrifice for the person who is behind you. At the end of the day, anatumiwa na mwanamke mwenye ashafanya vitu anataka. Anasema hata sijui ana threaten watu, shinda kufanyia nini, fanya nini. I'm ready. By the way, tuliongana na last time. Ile threat niwaambia afanya kitu anataka, mpaka sasa hajafanya kitu. Hawezi, sababu si una evidence already, umeshasema una evidence ya kila kitu. Everything is on record. Nitumie tu kidogo pale uliponitafuta pale. Nitumie tu. Trust me. Sasa ina kutumia immediately. Nitumie nione, niangalie kwa macho. Na kama baba asifanyie watu hivyo. Hiyo story yeye kwanza kuthreaten, nimekuwa tu live mpaka ianze. Hata akiambia Truth Watch Dogs juu na anaweza amua sijui ufanywe kitu nataka sijui upotee. Angeanza na mimi mwenye tuko na yeye na kesi. Aache kumthreaten TWD, aanze na wewe sasa. Aanze na mimi tuko naye na kesi. Asi threaten me kwa online, anamwambia ati nitafanyia upotea. Unapotea nini? Umenyanyasa watu mpaka familia zinalia. Machozi ya mzazi haiendangi bure. Kwanza mzazi amesacrifice juu ya mtoto, haiendangi bure. Wanaume wawili ulifanyia nini ndugu yangu? Mpaka sasa haijai kuwa normal. Unajua kuna maisha gani anaishi sasa hivi? Najua hapo unanisikia. Ndio nikipiga simu li block zote huwezi sikia. Huwezi speak call, huwezi fanya nini? Hata tukipigia na new number kisha sikia sauti unakata simu. Why should you do that to a family that people want people to make their life? Wanataka kujipoa independent, wajenge maisha yao, lakini wanataka kuwatumia vile wanataka. Najua hapo nasikia. And I'm telling you, your days are numbered. Utakufa kifo mbaya, I swear. I swear utakufa kifo mbaya. Ile mbaya mpaka ile hata wazazi wako hataamini kama bado wako hai. Naomba Mungu akwe wako hai, wa testify kile unapishia wazazi wa watoto wengine. Naomba Mungu wazazi wako akwe wako hai, wapitie kile watoto wengine unapitia, unapitishia watoto wao venye unalia hiyo machozi. Walie machozi yako mpaka hata usizikwe, wewe unafaa kuchomwa. I just had to open up this and tell you this. Don't intimidate people because of what you think you have powerful with you, whatever people. Come kill us. Know how many have died and you are still alive. Rish, kuja hapa uniface leo. Hata nitafungua kamera. Kuja hapa uniface kama nadanganya. Kuja hapa nda hapa juu uniface. Whatever you did to my family will go to you. Itakupeleka kwa grave. And it's just the beginning. Now I will talk. Mimi siingiangi kwa live za watu kuongea. It is my first time. It is my first time sijaipanda live ya mtu. This is my first time. Hata kupanda live za chai mimi sijawaipanda. Lakini nakwambia kitu iko. Utakuja kukufa vibaya. Kuja hapa uniface kama unajua ni mwanamke mwenye uko na guts zenye unataka kutishia watu maisha. Ulifanyia nini ndugu yangu? Ulifanyia nini ndugu yangu? Rish, uko hapa najua unasikia. Ulifanyia nini ndugu yangu? Wow. You think you are happy about that? A 22-year-old boy ulimfanyia nini? Unataka niongee sasa vizuri? Niongee mambo yote yanitoke? Ni venye kesi kokotini siwezi ongea. Unataka niongee yote yanitoke hapa online? I'm not an online person. I do content yangu ya peke yangu. Kitu mlifanya gashie kwa ndugu yangu na ndugu yangu na wewe ndugu hiyo kijana mlipeleka kwa naye mlifanya nini? Na kuambia wewe utakufa kifo, mtu atai kufa. I'm telling you this. I'm telling you, you will die a death that it's a painful death. Hata kama tutapata justice juu uko na connections, kuja utuue. Hata mimi niko kwa nyumba yangu, kuja unichukue sai. Ukiona unanitishia unanitishianga nini?
Kuja unichukue sasa, niko kwa nyumba yangu. Whatever you did to my brother, I'm telling you, you will die a shameful death. Nobody will bury you. Nobody will bury you. Unatishia watu maisha ya nini? You're not the first person to live a life like that. Unathreaten watu maisha ya nini? Come pick me now. Sasa nimekuja kujongelea, sikuwa niongee. Thank God I came to this life. This is my first. Mimi sipandangi life za watu. Sipandangi life za moshene za watu na niza. It's my first time. And I'm telling you, Rish, mali huko. Nakwambia, it is just beginning. Mimi nita die hard for that brother. I love him. I'll die hard for him. Kuja unichukue, nitakufia maisha yake. Kitu ulimfanyia unajua. Na naongea yangu initoke leo. Sijawahi ongea kwa live ya mtu hivi. Hii ni mara yangu ya kwanza. Pole sana bro. Pole sana. Nimeshua na maneno. And this life took up watu wote. If anything happens to me, if I go missing or anything happens to me, I'm blaming Rish. Nobody else. I'm blaming Rish. Kila mtu mwenye ako hapa ajue. I'm blaming Rish. If anything happens to me, na hiyo kesi tunafuatilia. If anything happens to me, I'm blaming her. Huwezi kuja kuharibu maisha ya mtoto kidogo ya miaka 21, mnamfanyia vitu mnataka. Mnaroga maisha yake, mnafanya vitu mnataka mpaka siku hizi hata hajielewi. You know the depression that boy is going through. Leave him alone. The depression that we went through as a family to sell that land to take him to that job. Do you think it's a joke? A parent crying every time and then. Aliwaste pesa yake kwenda kulipa shamba, kuuza shamba. Akawaste hiyo pesa yake kununua vitu mlikuwa nataka. Kazi mtoto hajaenda. Mtoto sasa akili hata iko sawa. Do you think that is normal? Rish Kamunge, you are here listening to me. I'm not abused. Jesus Christ, God forgive me. Rish, I'm telling you. Ile maisha unaishi na venye unafanya ukikula pesa watu, hata ulikuwa umelewa hapo kitukana tutouch dog, ukimwambia tunamfanyia, unaweza ongea na apotee. Ongea sasa mimi nipotee, hata wachana tutouch dog. Ongea mimi nipotee sasa. Ongea mimi nipotee, utajua mimi ni nani. Boscan, thank you for the opportunity. Our last born bro was molested. Na nimekuja na video ndio inionekane ni mimi nimesema. Nimekuja na video ndio inionekane ni mimi nimesema. Nimekuja na video. Nimeruhusiwa kusema. Wewe nani usichukue mic bila hujaomba mic. Unakuja umevaa kifua wazi mbele za watu. Profile picture hakuna nyingine ambayo unavaa vizuri. Rudia tena hapo. Ina maana rudia tena hapo kwa sababu labda kuna mtu ambaye hajasikia, kwa sababu hii ni maajabu. Na Wauka ametoka kusema muda si mrefu hapa na TWD kwamba mchezo ndio huo ambao kijana wenu amefanyiwa. Utafikiri waliona. Our brother, my last one, was molested. So ina maana katika Rish Kamunge alichukua ndugu yako na ule kijana mwingine, wakamwekea mchele, kijana mambo yakawa tofauti, wakamuingilia, wakakaa naye siku 4. Baada ya hapo kijana amezinduka, akaonyeshwa video zake na akakuwa threatened. Wow. Leo Rish ndiye alikuwa camera person. Exactly. And this is so painful, bro. Wow. TWD chukua mic. Hiyo ni video moja. Ndio hiyo mwenyewe ameconfirm. Nimetoa video Boscan. Sijatoa hata moja. Ndio hiyo mwenyewe ameconfirm. Na mjue kuna kitu kingine hapa hata iongelewe. Wachana hii mambo ya kusema ati Peter Kioi aliniorganizea ati sijui alikuwa analeta goons ati wanipige. There was no Peter Kioi. Huyu mwanamke na Pastor Kanyari wasema walikuwa wanafanyia nini wasichana pia.
Pastor Kanyari alikuwa anaorganize wasichana kudanganya kwa hiyo kanisa yake hapa inaitwaje? Kuna this other kuna karuti sijui kanaitwaje, ni hiyo side ya bypass huko Ruai. Huko ndo alikuwa na collect hao wanawake. Rish Kamunge anajua kitu alikuwa anafanya na Pastor Kanyari. Sisi tumenyamaza juu ati anaweza afanya kitu yote by the way. Wanaita Njiro. Ngoja. Yes, Truth Watchdog. Yes. You mentioned bypass Ruai. Kuna place unajua inaitwa Fan City. Yes, najua hapo. Rish kwingine ukinitaja ukuje na evidence. Jumi bro nimenyamaza kwa sababu unajua nilikuwa naona ashaanguka saa hakuna haja. Hakuna haja mtu ashaanguka na mfuatilia nini. Lakini akikuja hapa tena na story za jaba kunihusu, ati mimi nikashikwa nikafinywa makende. Mada mimi nakwambia. Hizo vitu nilikuwa naambia hapa akisema ngwe ni release na mdomo yake, nita release. Boy wako ni mmoja. Mademo hata ni wasi. Mademo anatumia sehemu ngapi? Hizo. Hata tuseme tu kweli, hata Kawera mwenyewe unaona akili yake tangu Kawera aunganike na Pastor Kanyari, unamwona Kawera ni ule alishabadilika. Kanyari naye sinasikia ni mtu wa miogo. Mimi nakwambia hizo kwenye hao watu wanafanya Boscan mbele ya Mungu. Mbona Pastor Kanyari hizi niangalia kwa uso? Hata live hivi tukiostiwa mbona anatoka? Tunajua kitu wenye walifanya. Najua kitu walifanyia wanawake, najua kitu walifanyia wanaume. Na zingine tuna video. So we just maintain the silence and keep the distance. Not because we fear them, but because we mind our businesses. Nataka ni wadako. Mnakumbukanga Rish Kamunge akikuja hapa kunitukana kwa sababu niliongelelea Mangi's family na hata sikuwaongelelea kwa ubaya. Mpaka Rish Kamunge akakuja kusema mimi niko na bipolar. Wamama wa Gulf wakaenda kule kumsupport na kunitukana kwa comment section. You remember? Now it's my time. You will support me. Rish Kamunge kuja kilie there. You know me, I'm working with evidence. Me na working in evidence. I am untouchable woman. Me na working na evidence. Hata nikipelekwa pale kotini, this is the evidence. Is Rish Kamunge or not? Ni yeye ama sio yeye? Rish Kamunge tangu nitukane. Unaona wewe na kuonanga tu vile unatembea hivi. Vile tu unaenda hivi. Mimi nakuonanga. Everything about you niko nayo. Wachana na kina the truth walikuwa wanasema I will do. Rish Kamunge will expose you badly. Ukikulwa na Kanyari, ukikulwa vinembe, ukikulana vinembe, mpaka na watoto kama umefungia kwa room, everything Rish Kamunge. I'm working with video, with evidence. Na usishangae ni nani ananipea. Unajua utakaa chini ujiulize maswali. Huyu mtu ako Gulf na anapata aje? Everything Rish Kamunge niko nayo yako. Kuja ukilie the air. Story ya brother Kejo. Urudishe pesa za brother Kejo. Zile ulikula zenye mamake aliuza land. Na ukuja useme ni nini ulifanyia Joe. By the time Joe na hiyo kesi zake ziko kule kotini, I will expose you. Rish Kamunge, I will make your life to be miserable. So uliniambia utanikujia na helicopter. I'm just waiting. Heri wewe uko na Kanyari. Heri wewe uko na Mutua. Ulikuja umechukua kampuni yako, umebadilisha na madam mwingine hapa ndia ana advertise. Wewe unaenda kukula. Bado after umeibia watu wote pesa, ukakuja ukachange kajina yako na kampuni na jina lingine. Unakuja hapo unadanganya I sell 2 million kampuni ya Mutua, unataka kupeleka wapi? Mimi sijali Rose. Mtanikujia na polisi, mtanikujia na helicopter. I am an untouchable woman and I don't care. Kama ni kuzaa nilifunga, watoto wangu ni wakubwa, wanaweza kujisomesha, wanaweza kujishughulikia. Alhamdulillah. My firstborn now anafanya kazi yake. Kuja clear the air.
stories za Joe. Rishka Munge, ulinitukana, ukanitishia pamoja na watoto wangu. I will expose you. Sieti ndakutumia, mimi situmii mtu. I have my own platform. Kwanza ndakupeleka kwa VVIP. Unajua kule ni wapi? Twitter. Kule tweet. This time round my minister watanifollow. This time round napata followers kwa Twitter. Wachana na wale kidogo niko na wao. Nitafikisha 1,000 or 1 million kwa video zako. You remember vile uliniongelelea ukanituse. Video yake ilipata 2.7 million views. Ulinitaja mimi. So now it's my turn. Ukuje clear the air or I expose you. And I don't care. Thank you. Stupid woman. Shanje wa Gulf ama Senje wa Gulf. I now believe ile tunaambiangwa ukienda Saudi kuna mashetani. I swear zako zimepita. Or you are bipolar, you have a mental issue ambao bado hatujajua ni gani, ama uko na ingine inaitangwa maladaptive daydreaming. Is that the correct spelling? Kuna ingine ile you just talk to talk. Hata unaweza keti hivi kwa nyumba unaanza kujiongelesha. Because do you ever think of the consequences of what you say? Kuna watu watakuachilia. Sio kama mimi, sijua mimi sitakuachilia. I remember you talking saying, oh, it is rich ndalipeleka Nduta. Nduta I've never seen, I have never heard. But it's okay, you utakuja kuexplainia DCI. So unafikiria utaishi Gulf. Let us talk about the Mangis. I know the Mangis personally. Where would you attack a woman for not having a child? Number one, who told you getting children is for everybody? Wewe sababu umeshindwa na wako, umeacha sijui wapi, umewatupanishi ukaenda kufanya kazi Saudi. That is how you expect us to raise our children? Hell no. No. Wewe umeacha wako huku wakikaa venye wanataka, ukaenda Saudi upatange mshahara ya 30,000. And you're insulting someone who is making a lot of money. Mangis have been my brand ambassador, and let me tell you something. They were not getting something below 200,000. They were not even getting below 300,000 a month. And you're trying to bring such a person down? Where would you shame a woman for not having a child? Have you seen the pain in that girl's eyes? Nilikuwa naangalia interview fulani. And she was talking of a pseudo account that has been insulting her. Kumwambia yeye ni tasa. Are you bipolar? Shida ni gani? Because I now believe you're not even safe kukaanisha na wanadamu. Unafanya kazi aje? Are you okay mentally? Is something not, kuna kitu ambao haiendi poa? Utawasha aje hivi record? Being a student, right now I'm doing psychology. I'll tell you, ukweli, all you're trying to do is to be relevant. And the only way you're trying to be relevant, and the only way you're trying to give out your pain is by bringing other people down. Where mwenye hujikonsole ujambi uko sawa. Those are well-off people. At the right time, God will give them children. Children are not a competition. Ata bwana akiende azae nje, it is not for you to say it. Please. If there is any therapy school or any therapy hospital in Saudi, mimi nitakulipia bure. Because you are not okay. Huyuko sawa. Ile totally huyuko sawa. Na sisemi uende therapy sababu ni mwenda wazimu. I'm just saying, sio lazima ukuwe mwenda wazimu ndio niseme akili yako iko sawa. You're not just okay. I listened to that video. Alafu sijui mbona wakati nime watch 2 video yako, ndio hiyo video ya huyo msichana akiongelele hiyo story imekuja. And the pain in her eyes. What do you gain? Heri yangu ulikiekanga YouTube ukakule hizo mashilingi. You made the whole world
No, I'm the worst person. Ukaitishwa evidence. Hukuwa na anything. Sasa imagine ukikuja Ulande airport uchukuliwe uende uamze kuambiwa kuja na wakili wako kufanya hivi. Mtu kama huyo akakusuu, ama you think because you are abroad you can't be sued? Why do you think so? Senje, you are not okay. I'll tell you, to be honest, the way you are talking, even are you normal? Mbona tu unakaribia kioo? We can hear you. Ongea vizuri bila kuvuta maneno, without mockery. Just say it out. Bwana huyu amezana huyu, just say it out. Unafikiria Mungu hawezi huwa hawa wako? Na hata ukose kupewa ruhusa urudi hapa Saudi tuwazike ukiwa huko bado?